Asante sana. Wanajomvu hoye! Wanajomvu hamjambo? Mungu ni mwema na kila wakati. Ndugu zetu Waislamu, asalamu alaikum. Asante sana. Ndugu zetu wajomvu, nimealikwa hapa na mbunge wenu, na tumekuja hapa kwa sababu ya kusaidia kina mama zetu, kuchangisha pesa kidogo kidogo ili kuinua maisha yenu. Kama wewe una stoko ya shilingi 5,000, ukiongeza wengine 5,000, inapanda inakuwa 10. Inasaidia familia. Ndio tumekuja hapa kama viongozi, sio tu kuchangisha pesa, lakini kuambiana kwamba sisi ni Wakenya, na tukiwa Wakenya lazima tupendane, lazima tuheshimiane, lazima tumtambue hata mtu mdogo wa chini kama ni Mkenya mwenzetu, ana heshima zake. Leo tukiwa hapa, mumesikia viongozi wamezungumza maneno mengi, tukiongozwa na Deputy President ambaye ametaja maneno ya maendeleo. Mbunge wenu Badi Twalib ni rafiki yangu. Tuliwahi kufanya harambee na yeye katika hiki kiwanja karibu miaka 6 iliyopita. Tulikuwa hapa tukachanga pesa, tukaenda kufungua miradi ya CDF na yeye. Na yeye katika bunge anaheshimika, sio mtu wa kuroboka maneno ovyo ovyo. Kama speaker sijawahi kumwambia toka nje kwa sababu umekosa nidhamu. Hata sijawahi kumwambia order Badi Twalib, kwa sababu yeye ana maintain order na ni kijana mzuri, kijana mwepesi vile mnamjua. Leo pia tuko na mama Zamzam, mchapa Kiswahili. Akiwa bunge akiongea Kiswahili, hata wale wananongonezana wananyamaza, wasikize Kiswahili chake sanifu. Nafikiri yeye pengine alisoma vitabu za Shaban bin Robert, mwandishi wa vitabu za maana za Kiswahili. Tunawaomba viongozi tushirikiane, mama Zamzam na wabunge wote wa Mombasa. Nchi yetu iko na mambo mengi. Kuna viongozi walikuweko jana, wamesahau yale walikuwa wakisema. Wazungu wanasema if you tell the truth you don't have to remember anything, kwa sababu ukweli unabaki ukweli, haubadiliki. Ni wasema uongo ndio hawajui jana walisema nini. Mwaka juzi tulikuwa kule kwetu Bungoma, na huyu ndugu yetu wa mitego na shares na Murima, nikaambia William Ruto, rais wetu, umetupatia hii na hii na hii, tuongezee ingine. Tunataka kuwa kama Oliver Twist. Thank you but give me some more. Akasema hapana, we papa wa Roma, wacha hiyo. Nyinyi hamna shares za kutosha katika hii serikali, ile mmepata imetosha. Jana nimemuona amerudi huko, amesahau ila alisema. Anasema mimi ndio hutetea watu ya hapa, nilitaka waongezwe, sijui nini. Unafiki mtupu. Ni yule alisema ameenda State House, ameweka mitego ili Raila akipita huko imshike. Kumbe ni mtego wa panya, unashika waliomo na wasiokuwemo, ukamshika mwenyewe. Leo tukiwa hapa tunataka waste no time kuambia ya kwamba Kenya imesonga mbele. Hakuna kabila ndogo, hakuna kabila kubwa, sisi zote ni Wakenya. Hakuna jamii ndogo, hakuna jamii kubwa, sisi zote ni Wakenya. Uwe kabila gani, dini gani, rangi gani, lazima tuheshimiane kama Wakenya.
Hapa Mombasa nataka kumtolea kofia gavana wenu, kwa sababu nyinyi ndio number 1 Kenya mzima kwa kujiandikisha kwa SHA, ambaye inasaidia watu katika mambo ya afya. Na wale ambao hawajajiandikisha muendelee kujiandikisha. Mambo ya barabara inaendelea kutengenezwa. Hii bandari yetu ambayo ndiyo kivuko kikubwa cha hii region yetu ya kiuchumi, ifanye kazi sawasawa, ilete pesa kwa wananchi, ili turudi vile tulikuwa Mombasa, mji wa raha. Ukiingia Mombasa wanasema kuingia ni harusi, kutoka ni mambo mengine. Sisi tunataka kuona Mombasa ikiwa town ya utalii vile ilikuwa zamani, kutengeneza pesa ili vijana wasikose ajira, wasaidie nchi yetu. Kwa hivyo leo tunikuwarai wananchi. Rais Ruto alichaguliwa. Ukiangalia kule nyuma, Mzee Kenyatta alisukuma miaka 15. Mzee Moi akasukuma 24. Mzee Kibaki akasukuma 10. Uhuru akasukuma 10. William Ruto naye tumupe nafasi yake pia asukume ngapi? 10. So tukisema Ruto mseme 10 bila break. Ruto. Kuruto. Na Abdulswamad wenu 10 bila break. Mama Zamzam Twalib aongezwe ifike 20. Hivyo ndivyo tunataka kuwaomba ili tutembee pamoja. Na tumesunguka Kenya mzima. Msifikiri mko peke yenu. Jana tumekuwa Taveta, watu wanazungumza lugha hiyo. Tumekuwa kule Busia hivyo hivyo. Tumekuwa Kakamega, tumekuwa Turkana, tumekuwa kila mahali. Wakenya wameungana, hawataki viongozi wa ukabila, ili tusukume gurudumu yetu. Na wale ambao wanafikiria kama si wao viongozi hakuna uongozi, tunawaambia pole sana. Mungu halali, Mungu hachoki, Mungu anasaidia kila Mkenya. Nitamalizia hapo kwa kutoa mchango wangu wa kusaidia nyinyi akina mama wa shilingi 500,000, 500,000. Na tunaomba muombee nchi yetu. Wanasiasa wapunguze makale ya fitina na kuchukiana, tuende mbele tukipendana kama Wakenya. Asante sana.